Karibu sana mrembo. Wow. Nice house. Baby, usitake kuniambia nyumba yote hiyo unakaa peke yako. Kwa nini hujaoa? Unasubiria nini? Isitoshe una nyumba nzuri, una gari nzuri. Wewe mwenyewe ni mwanaume handsome. Unanipa wasiwasi. Tezi lako uniamini Tina, ila nisiwe Mungu kwako. Nilishakuwa na mahusiano wa kitambo. Yule mwanamke anaacha kwa sababu sikuwa na maisha. Nikaona nitafute maisha kwanza, mapenzi yatafuata baadaye. Ni kama bahati tu, Mungu amekuleta kwangu kama zawadi. Baby, huyo nani anapiga kila saa? Achana naye, ni mdada wa kazini kwetu. Itakuwa nataka kunipa kazi, ndio nimemkatia. Baby, mbona simu yako inaita kila mara, lakini hautaki kupokea? Baby, au unanichiti? Ningekuwa na kuchiti nisingekuita hodi hapa na weekend yote. Ningekuwa chobaki huko chuo. Niliweka roho yangu yote bila kuacha kitu, nikakupa siri zangu, ukaahidi kunilinda, lakini leo nimejikuta peke yangu. Maneno yako matamu yamegeuka. Halo, tumekupigia usiku kucha, simu yako uliweka wapi? Niliona kolo zako na ndio maana nilipoamka nilikutafuta. Mjomba, acha dharau, ila ongela
kujifungua mtoto wa kike. Kweli mjomba? Alhamdulillah. Sasa mjomba, umekuwa sawa eh? Acha mambo ya ujinga, achana nayo. Mara huku mara kule, mara hichi mara yule, achana. Jali sana mtoto wako, mjali mkeo. Hii ndo familia yako, ijali. Mjomba, mbona mimi nimetulia? Wewe muulize hata mke wangu hapo. Kwa hiyo anarudi lini sasa? Kwa sasa hawezi kurudi. Hawezi kurudi, labda tumsikilizie mwezi hivi, kwa sababu ndio nimempatia dawa ya ugonjwa wake ule wa kifua cha uzazi. Akiwa sawa anaweza karudi. Sawa, kata mara moja basi mjomba, nitakupigia. Haya sawa mjomba. Baby, hivi viatu na zile nguo kule store za nani? Ni nguo za dada yangu. Yeye amesafiri. Alisema nimuhifadhie. Akirudi atakuja kuzichukua. Mimi na mtu mmoja tu ambaye ni wewe. Yaani vimeniogopesha sana. Mwambie basi akirudi aje achukue vitu vyake. Usijali, acha pressure. Mimi ni wako sawa. Wazazi wako wanajua niko chuo. Kumbe da. Shoga bwana ni naye na ninatamba naye. Wewe unajua jinsi nilivyoteseka kule chuoni. Isitoshe sasa kanambia anataka nioe. We. Mbona shemeji yangu yuko speed hivyo? We nawe chelewa atakuta mwana sio wa kwake. Au wewe unataka nikose? Amna bwana, shoga yangu. Sema fanya Jumatatu uende chuo. Fanya uende kabisa. Haya. Hiyo Jumatatu uko chuo hata siji shoga yangu. Si unajua itakuwa ni siku ya kuzaliwa ya Abel. Isitoshe kaniambia anataka nipeleke Zanzibar nikalishe makobe. Mbona unalala hivyo shoga yangu? Hiyo inaitwa ponda mali kufa kwa jando, wakati wako mama utumie. Sasa inaonekana amezama kweli shoga yangu. Ananipenda vipi? Hapa ngoja kwanza niende kwa bwana wangu. Bwana, ngoja na mimi basi niende zangu chuo. Sawa, basi utaniambia kitakachoendelea. Haya. Bye. Haya. Umekuwa adimu sana mzee, hata kazini utokei. Nina vipengele vyangu. Nimeamua nifanyie kazi nyumbani, japo sijioni kama nina likizo. Wewe unamjua bosi wetu, lakini by the way hongera sana brother. Kwa kile kifafa cha mimba cha mkeo kilikuwa ni hatari sana. Namshukuru sana Mungu. Pia mjomba amemtafutia dawa. Hongera sana. Mimi bwana, ndugu yangu sikai sana. Naomba nikuache kwa sababu na misha nenda kufuatilia mbele bale. Misha zako za mademu ni maana wewe mshikaji niko mademu. Tawasiliana. Mke wangu kipenzi, mama wa watoto wangu.
Mbona hukuniambia? Okay, sawa. Baby, umeshamaliza kazi? Naomba ujiandae urudi chuo. Kwa nini? Wakati hapa nimekuja tu jana. Isitoshe nimepanga niondoke Jumatatu ya wiki ijayo. Tina, naomba unielewe. Kuna emergency imetokea. Mama yangu anatoka kijiji na kuja hapa. Na akikukuta hapa haitakuwa picha nzuri. Jamani Abeli, wewe ulipanga kuwa utanioa? Mimi nadhani mama yako akija itakuwa njia rahisi ya kunitambulisha kwake. Au wewe unaonaje? Tina, nitakuzingua. Naomba uende ndani ukabebe kila kilicho chako. Usiache nguo yako hata moja. Akishaondoka nitakwambia urudi na kubotia hapa. Nadhani utakuwa umenielewa. Toka usiniangalie bwana. Umechukua kila kitu? Hiyo utafanya kama nauli, ila matumizi nitakutumia. Mbona basi? Niliweka roho yangu yote bila kuacha kitu, nikakupa siri zangu, ukaahidi kunilinda, lakini leo nimejikuta peke yangu. Maneno yako matamu yamegeuka sumu mwilini. Nilijaribu kuvumilia, nikakubali kila kasoro, lakini mapenzi hayalazimishwi, na moyo ukishavunjika hausiki tena. Mbona ulienda bila kusema, ukaniwacha gizani nikilia, ukanisaliti bila huruma, ukanichiti kama sina thamani, lakini sauti ya moyo wangu inasema tasimama tena. Hata kama nimeumia, nitapona bila wewe. Nilikuwa mnene kwa ndoto za sisi, ukaniambia niwe jasiri, lakini ulikuwa na mwingine, wakati mimi nakupigania. Nimejifunza penzi halilazimishwi, ukishachoka ondoka, usiumize
sikutaka kuamini, lakini picha haidanganyi. Nilipokuona mkononi naye, dunia iligeuka kimya. Nikasikia mapigo ya moyo yanadondoka. Shoga yangu, hata usijisikie vibaya. Unajua watu wengine wanapenda mapenzi ya private, alafu kingine ule yuko busy na kazi. Hebu jaribu kufikiria hilo basi. Hapana Weni, ni hiki ya pili sasa simuelewi. Kila nikimpigia simu nataka kuonana naye, ananiambia nisiende. Kila nikiendelea kuongea naye, ananiambia anataka tuachane. Yaani anaongea vile kama ameshapata mwanamke mwingine. Cha ajabu, hata nikimtumia message zangu hataki kunijibu. Ndio kitu kinachoniumiza hicho mimi. Amna bwana, wewe usimwisi vibaya yule. Kama angekuwa hana malengo na wewe, wala hata singekulipia ada. Hivi unadhani mwanaume gani ambaye anaweza akamlipia ada? Hivi unadhani mwanaume gani ambaye anaweza akamlipia ada mwanamke asompenda? Hebu jaribu kulifikiria hilo shoga yangu. Alafu kingine, kesho si birthday yake. Cha kufanya shoga yangu, ununue zawadi, mpelekee. Mtaongea naye vizuri tu, amini tu ninachokwambia. Hapo umenipa akili. Sasa je, tumia akili wewe. Haya, hata kujinunisha basi. Changamka bwana. Karibu. Asante. Nilikuja kwa Abel, yupo? Yupo. Na pia mimi ni mke wake. Hivyo naweza kukusikiliza au karibu ndani. Mke wake? Ndiyo. Unajua watu wengi wanifahamu tangu tuhamie kwenye hii nyumba. Maana nilikuwa mjamzito, alafu nilikuwa naumwa sana. Kwa hiyo ilinilazimu niende kijijini. Sasa ndo nimerudi. Da, pole sana. Mimi ni delivery. Aliniagiza mzigo wake. Kwa hiyo nimemletea. Oh. Sawa. Ina maana Abel ameoa na ana mtoto? Mbona alinidanganya nikaanza kumpenda? Ngoja kwanza nimpigie. Mume wangu, kwenye ile kampuni kuna delivery wa kike? Ameleta mwanamke? Ndiyo. Inawezekana.
Nani tena huyo? Nakuja. Habari. Salamu. Baza kaniagiza mzigo nilete hapa. Lakini tayari umeshaletwa. Sio oda yetu inasema hapa. Labda itakuwa ameagiza 2. Uwe na siku njema. Kipenzi, kuna haja gani ya kuagiza maboksi mawili ya keki? Najua mke wangu unapenda sana keki. Ndio maana nikaleta 2. Moja kwa ajili ya birthday, nyingine kwa ajili yako kwa sababu umeletea princess hapa nyumbani. Lakini ndio yote yaandikwe happy birthday. Amna, ni upendo tu. Ila jua moja kwa ajili yako, moja kwa ajili yangu. Njoo basi nikukumbatie na mwanangu. Mkononi umechafuka hivyo, shida nini? Kumbe Boni ameoa. Sijaelewa, yaani ameoa kivipi? Alikuwa anakaa na mke wake. Mke wake alipata kifafa cha mimba, ikabidi ampeleke kijijini. Hapana, kwa kweli. Mbona wanaume waongo hivyo jamani? Na Ben ndo kiongozi wao. Namchukia. Mimi mahusiano yatanisikia huko kwenye bomba. Kwa kweli nitakufa na upuilu kwa hali hiyo, shoga yangu. Hapana kwa kweli.